Nasoma kwanza alafu baadaye niweze kufafanua jinsi Roho itakavyoleta. Hadithi yenyewe unaposoma katika Biblia ya Kikisii, Bartimayo oliolengomo huko okuweni wa Bartimayo aliyekuwa kipofu akiponywa. Unapoangalia mtu akiwa kipofu hana macho, ni namna hiyo. Kipofu hakuna macho, hana macho kabisa. Hata hakuna ishara ya kuonyesha kuwa huyu alikuwa na macho lakini hayaoni. Hakuna macho lakini hafanyi nini? Maana uende ikawa mtu ni kipofu lakini akikuangalia unashangaa, na huyu wanasema ni kipofu na ananiangalia. Sasa Bartimayo mwana wa Timayo alikuwa kipofu, na katika maisha yake alikuwa anakaa kando ya njia. Like now ukienda huko town unapata wengine wamekaa huko kwa Barish, wengine ukiteremka kutoka Barclays Bank wanakaa huko. Yeye kazi yake ni kusema nisaidie, na ile hali wewe unaangalia unasema hawa kwanza serikali inawatambua. Ndio, serikali inawatambua. Je, wewe watambua nani? Maana hayo yameandikwa hapa tuweze kuyafanya. Hivyo basi Bartimayo akiwa kipofu alikuwa anakaa kando ya njia, na akikaa kando ya njia alikuwa na kitambaa, alikuwa na ile vazi ambalo alikuwa analitumia kama blanketi. Alikuwa analitumia mahali watu walikuwa wanatupa fedha zao, wale ambao wanapenda kumsaidia. Hivyo basi akiwa huko, siku moja akasikia ya kuwa Yesu atapita, na yeye ilimbidi akae huko ile hali akimsubiri Yesu. Na wakati Yesu alifika huko, Bartimayo yeye alikuwa haoni, lakini alisikia kelele, alisikia watu wakiongea. Ekero Bartimayo akabomo huko amaiso na abwate lakini talikorora. Lituke lima kaiwa nga Yesu ngo etale ekamobetereria ikaranse ekera igu bakuna kugamba bakuna kuogana ekabetereria akeliogi ilimbidi apase sauti akimulilia nani? Na ndio maana tukaimba umechoka umesumbuka muambie nani? Sasa Bartimayo alikuwa amechoka katika maisha ya kukaa kando ya barabara na kuomba. For example, President wetu Ruto hakuji hapa akuambia mama, naomba nikufanyie jambo moja. Lile ambalo utaniambia, utamwambia nini? Ani president yitira taraga iga ekobuli ngomongina nae na chorire igonta getengo konye nkioro chienda gokorere nkiora mate agotweke jibeza jijire gunie na anda kurikira abana na anda koegari nonya tumaeti kogendia ekiagara ntereba te gukobora gosabara talibo. Basi Bartimayo akiwa kipofu akasikia watu wakiongea, akaanza kusema Yesu mwana wa Daudi ufanye nini? Nirehemu. Akiendelea kupasa sauti, wanafunzi wakamwambia wewe bwana unapiga kelele. Siku ya leo haungefaa ulete aibu mbele ya mgeni. Hii aibu ndogo ndogo sisi hatutataka. Lakini yeye wakimuambia anyamaze, wakimukemea anaendelea kupasa nini? Yeye alikaa kama redio, kama ufa. Wakati unataka ufa iimbe ile sauti unataka, unaongeza volume pole pole, alafu inafika ile kiwango unataka. Walikuwa wakimukemea, yeye alikuwa anapasa sauti. Akapasa sauti akisema Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Wakimkemea anaongeza volume, wakimkemea anaongeza volume. Alafu baadaye Yesu akasema muiteni huyu. Alafu wanafunzi wakasema kujeni basi amekuita.
Mwanaume mkubwa tunakukemea unyamaze, alafu unaendelea kupasa sauti ya is your father. Kujeni basi. Hii aibu ndogo ndogo. Kuja tu amekuita. Yeye hiyo haikukuwa tisho kwake. Ilibidi aende kwa Yesu. Kinachonipendeza, alipoambiwa ya kuwa umeitwa kujeni, lile vazi alilokuwa nalo aliacha huko chini mahali alikuwa anakaa, akaacha vazi. Sasa akija kwa Yesu, alikuja kwa Yesu bila vazi. Alipofika kwa Yesu, Yesu akamuuliza, nikufanyie nini? Bartimayo alijibu namna gani? Nipate kufanya nini? Ndio maana mada leo ukiwa unaandika, wewe andika nipate kuona. Naomba nisome kwanza, alafu baadaye nifanye application sasa. Walipofika Jericho, hata alipokuwa akishika njia kutoka Jericho pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo, yule muombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupasa sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupasa sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, muiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Haleluya. Naomba nisome Kilugha tena. Wagaika Jericho, goikaga Jakoba, okobwatie nchira korwa Jericho, amona boroki wabaye, na omugando monene, omwana Timayo, Bartimayo, olio lengo mo uko, nigo alengo ikaranzite nchira nsemo, ogosabebi ewa. Agachakoywa nganere Yesu Omunazareti, agachaka gwake lyogi, nagoteba Yesu omwana wa Daudi, indolera mabera. Abantu abange bakamotogonyera, bakamotebyanga anyale gukira, kolende akamenta gwake lyogi komwa, ogoteba omwana wa Daudi, indolera mabera. Yesu agatenena akabora, morangelie, bakamorangelia omoukolia, bakamotebya, remia nkono yao, imoka okorangeirie. Ere agatugute anga yae, agacharuka, agachiera Yesu. Yesu akamobolia, ninki oligetie ngokorere, omonto oli olengo mouko, akamoiraneria, omworokia inyare korora. Yesu akamotebya, genda okwegena kwao wakogwenirie. Elio kegima akabankororare, agatunya na Yesu gochanchira. Haleluya. Number 1, Bartimayo alikuwa kipofu. Mimi na wewe ni kipofu, ni vipofu katika maisha yetu. Ni vipofu kwa njia gani? Kwa njia ya kutenda dhambi. Na ndio maana unaposoma Isaya, naomba usiandike. Hiyo imekuja by chance, lakini hadithi ni ya Bartimayo. Wewe unaenda na hilo fungu tu. Na ndio maana unaposoma Isaya chapter 58 verse 1, Biblia inasema ya kuwa piga kelele, pasa sauti, waambie dhambi na makosa yao. Ile hali mhubiri akihubiri dhambi na makosa yetu tunamchukia, lakini Biblia inasema piga kelele. Na Ezekiel anaambiwa ya kuwa wewe nimekuchagua kama kiongozi. Utakaposikia sauti, wewe
piga firimbi, atakayesikia sauti yako achiokoe nafsi yake. Lakini usipopiga firimbi, damu ya mwenye dhambi nitahesabu kwako. Hivyo basi mimi na wewe ni vibovu kwa njia moja au nyingine. Huenda ikawa wewe ni kibovu kwa kuharibu sabato ya Mungu, kibovu kwa matendo mbaya mbaya hata kwa jamii yako. Hivyo basi mimi na wewe ni kibovu. Namba 2, Bartimayo alipokuwa akikaa katika njia, kando ya njia, alisikia mkutano ukiongea. Alipowasikia alipasa sauti, na baada ya kupasa sauti wakamkemea, wakamwambia anyamaze. Je, umewahi kemewa kwa njia moja au nyingine? Alafu baadaye unasema ya kuwa ikiwa hiyo ndio kanisa ya huyo kiongozi, wacha ikae, mimi sitaenda hiyo kanisa tena. Alafu unatoka nje unaenda ya kuwa kiongozi alinikasirisha, niliacha kuimba kwa kwaya maana chorister alinikasirisha. Na huenda ikawa alikukasirisha mkiwa kikundi huko nyumbani, chama ya wamama, lakini unaleta hayo maneno kutoka nyumbani mpaka kanisani. Wewe umeacha kanisa maana mwingine amekukasirisha. Lakini Bartimayo walimkemea, lakini hiyo haikukuwa shughuli kwake. Wanapomkemea yeye anaendelea kupaza nini? Sauti. Hivyo basi ikiwa kwa njia moja au nyingine mmoja amekuwa kizuizi kwako, mwambie Yesu. Na ndio maana Biblia inasema amelaaniwa yule mtu amtegemeaye mwanadamu, amemfanya kama kinga. Biblia inasema ataishi katika nyikani, hataona maneno mazuri yakimkujia. Hiyo basi ukitaka kusoma, lakini usiandike hapo, unasoma Jeremiah 17 verse 5 and 6. Ikiwa umeacha kanisa, umeenda nyumbani ya kuwa umekasirishwa, hautaona maneno mazuri kwa maisha yako. It is until you come back, hapo sasa ndio utaanza kuona maneno mazuri kwa maisha yako. Ndio maana mtu akiacha kanisa anaenda miezi 2 3, alafu mwezi wa 4 anagonga mwamba, inabidi arudi. Maana hata Mariamu na Josefu walipomwacha Yesu kanisani, iliwabidi wamtafute. Waligharimika siku 3 wanamtafuta usiku na mchana. Jamaa na marafiki wakatembea huko mpaka wakakuja kwa their senses ya kuwa huenda ikawa mtoto Yesu ni kama hakutoka huko kanisani wakati tulimaliza Pasaka. Iliwabidi warudi huko. Hivyo basi na wewe ukiacha kanisa ya kuwa umekasirishwa, it is until you come to your senses, yani ukumbuke mahali ulimwachia Yesu, ndipo utaona mazuri. Hivyo basi Mungu atusaidie, tukae kanisani, tumulilie, tupase sauti kwake kama Bartimayo. Namba 2, huenda ikawa wewe ni Mkristo ndio, lakini vitendo vyako vituko. Wewe ni mkutano ambaye ulikuwa unamzuia Bartimayo, ulikuwa unakemea Bartimayo. Wewe katika maisha yako ndio wewe ni Mkristo, lakini wewe kudharau watu ni number 1. Yani unamwangalia tu vile anatembea, unamdharau, unaona ya kuwa yeye hata kufikia. Ndio katika maisha haya Mungu amekubariki na umeinuka kiasi, lakini Mungu hataangalia mali yako, Mungu ataangalia roho yako. Na ndio maana naomba hiyo mtu asome 1 Samuel chapter 2 verse 5. Kwa wale watu wanadharau wengine, maana Mungu amewazibisha, wao wako na kila kitu. Sasa anaona ya kuwa hata yule anamfanyia kibarua, yani sio mtu wa maana. Ako mtu wa maana wakati anamfanyia kazi, lakini wakati wa malipo anamdharau. Biblia inasema nini?
walioshiba wamejikondisha ili kupata chakula. Sasa waliokuwa na njaa wamepata raha. Naam. Sasa aliyekuwa tasa amezaa watoto 7. Sasa aliye na wana wengi amedhoofika. Hivyo basi naomba nikusaidia kuwa ndio Mungu amekupatia vitu vingi. Wewe ni tajiri, wewe hautaomba chochote kwa jirani, lakini Mungu akusaidie ujue ya kuwa aliye juu mngojee wapi. Na ndio maana mwimbaji mmoja akaimba, "Haita mangana ngoje njale baba." Hiyo haijakuja hapa. Mambo yatabadilika. Mambo yatabadilika. Usidharau mwenzako. Unajua Wasamaria na Wayahudi kutochangamana kwao ni kwa sababu Wayahudi walikuwa wanadharau Wasamaria. Yaani walikuwa wanawalinganisha kama umbwa. Ndio maana ikabidi sasa changamane. Mimi na wewe ndio tumo kanisani, lakini hatusalimiani. Let's say for example, tungekuwa na uwanja, tuseme ya kuwa baada ya mahubiri tuweke sako ili tuweze kusalimiana. Sisi sote tutasimama tusalimiane. Kuna baadhi ya wengine watasema, wacha nikimbie, unajua mume wangu leo hakukuja kanisani, mimi ndio niko na ufunguo. Wacha nikimbie, watoto wametangulia. Lem excuses. Maana sisi hata tuko ndani ya kanisa, lakini ni Wayahudi na Wasamaria. Alafu baadaye tukiimba, tabibu mkuu huyu. Mkishindwa kuimba Kiswahili, nitaimba Kikisii. Maana wenda ikawa mmezoea Kikisii. Omo wenya ole ange Yesu monya mavera ago saso kiachi koro iwa eliogiria ye sotera maraika yowatora ogotera okuya lietaria yeye bono gatogotera kwa mumoromo gwatera buya ngomo gweni ule yange ningo Yesu. Lakini tana gukugwenia tabibu mkuu ni Yesu ndio, lakini hajawahi kukutibu hata siku moja. Ekiagero menye tobo gimobo wewe ni mkutano ambayo ulikuwa unamkemea Bartimayo ili asione Yesu, lakini Bartimayo aliendelea kupasa sauti. Mungu atusaidie tukiwa ndani ya kanisa, tusiwe mkutano. Tuwe watu wa mvuto. Wengine wanapotuona tuwavutie wacha kwa Yesu hata bila kwa kuambiwa neno katika jina la Yesu. Jambo lingine, Bartimayo alipopasa sauti, Yesu akasema muiteni huyo. Bartimayo alipoambiwa ya kuwa kujeni sasa, amekuita number 1, alitoa vazi lake. Mimi na wewe tulipata wito, tukakuja kwa dini, tuko ndani ya kanisa, ni viongozi, ni Wakristo, lakini kuna yale mavazi ambayo tulikuwa tunayavaa katika maisha yale ambayo si ya Yesu. Hata tulipoitwa tulikuja na yale mavazi. For example, nilikuwa na vazi ile ya kutovaa vizuri. Nilikuwa navaa kama watu wa mataifa. Ndiyo nilipata wito, ndiyo nilikubaliwa niingie ndani ya kanisa, lakini sikuacha lile vazi. Niko ndani ya kanisa,
na niko na lile vazi. Na wewe kunyalekana ngekero kwanya waleta Yesu. Mkuwa bwate yangeli ya Bartimayo. Yogo tataka gwe soka buya. Tali yogo tamanya gwe soka. Tali ngomonta ko tamanya gwe soka. Omonta gwanja gwe soka bobe. For example, oragenda lie potiki. Chianga jiri kisungiro ende nerembe. Orate bunga inteke nyoli ni tokobongeli. Ende nerora kanoro. Ngate awatanga kakimbekere anya jiri chinga kinya saa ngoro keire ndiriri. Ndero. Lakini mtu akienda kwa potiki huko anachagua kuvaa vibaya. Yani mama ni mama mzuri, ameumbwa na akaumbika sura ya kutabasamu ndio, lakini akiamua kuvaa anavaa kama kasichana, sio msichana, kasichana. Alafu akiingia ndani ya kanisa unasikia ka, ke, ki, ko, ku, ma, me, mi, mo, m, a, bu, ku, du. Yani anatembea kanisani. Na ile hali hajasoma Mhubiri 5 mstari wa kwanza ya kuwa chungeni miguu zenu mnapoingia wapi. Yani anataka kila mshiriki ajue ya kuwa kumbe leo mea ya Nyanjwa Adventist kumbe leo alikuja. Na mwingine anafika huko kwa mlango, sio kanisa hili. Mimi sijawahi kuja kanisa hili. Akifika huko kwa mlango anagusa malazi kidogo. Alafu akiingia kwa kanisa unasikia watu wa azima wakiuliza nani huyu ameingia na perfume? Nani huyu ameingia? Wanashangaa. Ile hali hawajajua ya kuwa meya ya kanisa leo alikuwa anashiriki hapa. Ni kwa sababu hajasoma Isaya 3 mstari wa 16 mpaka 24 ya kuwa hayo manukado siku hiyo yatageuka yawe nini? Ufundo. Maguta yako chande tukuya kabakensi ya chochoa ayatika bonyagoki. Ona bara cho wakoro sabaisi ko bara tenene ekiagara mbeo bako ayana tekora tiki. Teyo. Iyo basi ikiwa ulikuwa na vazi, mahali ulikuwa, pengine ulikuwa na vazi ya kiburi. Yaani kuna wakati unafika, unasikia mama akisema pasipo mimi katika ile kwaya hakuna mezzo soprano. Iyo basi lazima niwe. Leo chairman alinikasirisha. Wacha wanisubiri, sitaenda huko. Nitaona vile wataimba. Alafu yeye akikuja kanisani anakaa huko nyuma. Akisikia chachi kwaya kujeni kwa wimbo moja, alafu sasa anaanza kukodoa macho aone ya kuwa nani tena ataimba mezzo soprano. Kwa bahati mbaya kumbe siku hiyo Mungu ametuma mwingine amepractice. Sasa yeye akiteka sikio anasikia ni kama kuna mezzo soprano, ile hali yake haiko, lakini mezzo soprano iko kwa kwaya katika jina la Yesu. Hiyo basi usishinde ukijisifu ya kuwa pasipo mimi kwaya haitaendelea. Naomba nikushauri ya kuwa pasipo wewe kwaya itaendelea katika jina la Yesu. Women ministry itaendelea katika jina la Yesu. Hakuna kazi ya Mungu itasimama ya kuwa wewe leo haupo, ya kuwa leo umeacha kanisa. Eti wacha niache nione vile watafanya. Hakuna kitu watafanya. Mungu atatuma malaika, kazi yake iendelee. Ukitaka kukonfirm hayo maneno, unasoma Romans chapter 11 verse 3 and 4. Elijah anamwambia Mungu ya kuwa wameua manabii wote, hata mimi wananitafuta. Nimebaki peke yangu lakini tena wananitafuta. Alafu anaambiwa sikieni sauti kutoka nyuma. Wako 7,000 ambayo hawajaweka magoti yao chini kuabudu ile sanamu. Igoli liyo kagete ngota hiyo. Nga women ministry te kogenderera. Kwanza abande mbale ko nyosu yete bako nyakobolinga ata agotigana intuto so ekiara ntoro jigenta gokora. Yari buno gotiga iga igokora women ministry abakungu baro batatu batana gocho aselietalia Yesu. Hiyo basi ikiwa wewe ni mtendakazi katika shamba la Bwana, maneno ya kiburi unaweka chini katika jina la Yesu.
Owera liwako soa sole. Petro anasema wakati ametoa macho yake kwa Yesu. Wakati alimuuliza Yesu, nije na mimi nitembee? Yesu alimwambia ndio. Alikuwa anaangalia Yesu. Lakini alipoanza kutembea juu ya maji, kwa ile njia ya maringo, aligeuka nyuma tena kuangalia wanafunzi wenzake na kuwauliza, je, mumewahi niona mimi nikitembea juu ya maji kama leo? Nani kama mimi? Alipogeuka kuangalia huko, alipata anafanya nini? Ekera kwa rusiri ya maisa se Yesu uikoli meli. Ekera ubwera libwaso ile ime yao. Wenda ikawa Mungu amekubariki. Umetoka mbali ndio. Lakini usifike mahali unasema mimi ndiye mimi wala si mwingine. Biblia inasema ukiona umesimama chunga sana usifanye nini? Usianguke. Unaokoruzia maisa se Yesu no uwete. Na inabidi kama ibada. Je, wewe katika maisha yako uko na vazi gani? Lile ambalo ulikuwa nalo kabla hujabatizwa na unaendelea na hilo vazi. Unajua Bartimayo akiacha vazi lake huko chini alikuwa anamaanisha ya kuwa hatarudi tena kuishi maisha ya upofu. Alijua ya kuwa ikiwa ni Yesu nitapata macho ya kuona. Hivyo basi sitarudi kulalia ili vazi. Maana vazi lilikuwa linajulikana kama vazi la kulalia, vazi la kutupiwa veta. Sasa yeye alikuwa anajua ya kuwa akipata macho sasa ataendelea mbele. Aliacha. Na mbona wewe wakati Yesu alikuita ukakuja kanisani, yale mavazi ulikuwa nayo na mbona umeyaleta kanisani? Huenda ikawa ulikuwa na vazi la ugomvi. Wangine kero kwa tenenile kwa bwatire nyigo igo kwa na muna chinsa chiro wate abanganta getengo tebinkole nyano bokristo ubono nkora bekanse kwa bekansa aramisi naende sabato wesoka mambia wesoko bokristo naende wacha sedini tiga kera etaya yoke sasa unawashia nani taa ate kuna giza inakuja? Si wewe ndio giza mara ya kwanza? Ingogo tongalie taa ekiagera karole inse igongo korabu nse kogenda. Je, wazee kabla hujakuja kanisani ulikuwa na vazi gani? Na leo hii ile vazi ulikuwa nalo liko wapi? Huenda ikawa kabla hujabatizwa, kabla hujamkubali Yesu katika maisha yako ulikuwa unatunza boma mbalimbali. Ulikuwa unatunza Jemima, ukatunza Rosemary huko, ukatunza Wanjiko, ukatunza Nanjeli hapa. Sasa wakati ulimpata Yesu uliachana na hawa Njeli ama ile vazi ya kutunza bado inaendelea? Na ile hali wewe ni kiongozi, wewe ni jaji elder, wewe ni pastor, lakini wewe ndio unatunza. Alafu unasema unajua watu wa Mungu yafaa tuwe na mioyo mizuri ili tuweze kuwasaidia masikini. Wewe unajua akisema masikini wasaidiwe, ukimuuliza fungu atakwambia Deuteronomy 15 verse 7 and 11 atasoma huko. Lakini ile hali hiyo nini verses hazijamaanisha namna hiyo. Ndio maana nikauliza wakati hujabatizwa wana youth ulikuwa na vazi gani? Ulikuwa na vazi ya udanganyifu. Yaani unadanganya mzazi, niko hapa tu, niko hapa. Mimi sijaenda mbali, mimi nilikuwa hapa. Unaona vile leo hii kuna pikipiki. Mtoto anaenda kwa dakika 5, tena dakika nyingine 5 hako hapa. Mtoto anasindikiza mzazi kanisani, anasubiri mpaka mahubiri yanaanza. Anakonfirm ya kuwa wimbo ni nambari 124, alafu aliyeomba ni fulani, alafu mhubiri alikuwa fulani, alafu anatoka. Mkikutana nyumbani ukimuuliza wewe ulikuwa wapi? Mama, wewe. Nasema nini hiyo? Si Martha Isaac ndio alihubiri.
Hiyo basi siku kwa sasa ukisikia Martha Isaac alihubiri na ukweli alihubiri, tena utaendelea kuuliza maswali. Ukiwa mama mwenye hekima, mama mwerevu, unamuuliza alipoendelea kuhubiri alimalizia wapi? Sasa hapo atashangaa. Maana hakukuwa mhubiri ahubiri mpaka mahubiri yaishe. Unajua Biblia inasema elekeza mtoto kwa njia zifaazo, akiwa mkongwe hata sahau. Sasa ukiona mtoto anafanya vitu mbaya mbaya hapa kanisani, usifikirie ya kuwa ameanzia hapa. Vitu mbaya mbaya vimeanzia wapi? Nyumbani. Kokoro mwana ali patroli buno musikali ole patroli ali town Bosongo manyange patroli tali gachakira patroli ngayekali omwana wo mubwati buyana wanyanda njitali koragera mwabo erega ko na gweta ekiagera na banarite bone biazara biyogokira no mubwati ko chikera zime na baro machege ekiagera biazara bie patroli mbikorete mbiro. Namba 2, uenda ikawa huyu mtoto wanapenda kumsifu na kiongozi hapa hajamsifu. Papa acha hiyo. Papa utaharibu nakwambia. Unajua wewe papa uko na kichwa ngumu. Papa sasa ikiwa wewe haujamsifu papa hawezi kukaa, maana uko nyumbani yeye ni nani? Akiaka roko kwa mkunga ya matanga kaki. Dadi kaki tiga. Dadi kaki bono dadi kaki bono kaki dadi oromo we kaki bono mango iterole chingeni kaki dadi ma bo guaiteire ma bono yani otoki gwa oitera chingeni ebiasara byokoragera byakoraki byatenena ke bona iranga yoko nyakwebera litiga someke bungo buyake gotebanga ki ekiranya na ogotogonyera igo bikurongeya bikurusio boriri ngakurindo omwana ogotigwa korabu nanjete igakoretera ngina gentoki obosoku ono konya komotoki ngadadi gakitiga oiteira bone nyama akono koroma ana bagani kwarugera ngakibona bagani bakoba yaragise konya mate tiga papo de ngoyo kona gotebanga esani ya nenje ambu njoto koriera wakiromo gani omoitere iromo sori ngakyo magani akogenda maweka no magani gale ngoma nyerere naye goro manatunga kyo no mawo makora ade mwangale kogenda che. Ikiwa mtoto ameelekezwa kutoka huko nyumbani, hata akifika hapa anachua mara hapa ni pa kuketi na kunyamaza katika jina la Yesu. Hata tuliposoma stewardship tulipata ya kuwa Yesu akibaki kanisani aliketi chini akasikiliza akauliza maswali. Mtu anyolete sare kona kominyoka. Wana kukwabo golio mwana koruka kwaleta. Neti biye kanisa kwaleta. Elina bantu bakunya kolibeli. Aende nase ngenjo kwa masoke yangenge. Elini elikwaleta ekanisa emanyanga lero tayirorere tiye sabato yaera. Nkioro jura leta ro mwana obanye ko muruta bone ngambere free range. Tanda bano murayo ko jiwo bwana ngaki omwana muno obano no yongoy. Omwana muno ngai bano manyana yo mwana ande ku igubo benga yani omwana wene ale buye karo role kuoga no role ne kyagara ne araro lili chitaye kecho wakoleta nayo omwana kanisa mokwanire korunga matebi ngaki aye togo ike kanisa go njanda okoranga gozoki kujisiko omanyanga mangana akongire moro ki indicator ngaki ambulance ye muna ya chakere nasa no pakiro goraige ekwerende esaira ni goika muna ya chakire ko kwana iga ige koro kingomo ruwairore ime omonyagitari aise kobora bogi mambo koratiki kai muangalia hata kumuangalia ana sense danger ya kuwa hapa ni hatari kwenye rango talira simonya ko mokwanera molige liweka iga asana oruwa manyanga mwena iga abakongumba koreteki ngibona uko na kwebera liyo mwana kyo kwebera liyo mwana yani. Hiyo basi nilikuwa nauliza ulipoingia kanisani
ulikuwa na vazi gani ambalo hilo vazi umeendelea nalo, haujaweka chini kama Bartimayo. Haujajua ya kuwa anayempata Yesu, Yesu akiwa ndani ya mtu sasa sio yeye. Na ndio maana Paulo anaandika ya kuwa nimesurubishwa na Yesu, sasa si mimi bali ni nani? Ngana abambirwe na Kristo, wana talinje menyete kolende Kristo imeyango. Hiyo basi ukikutana na Yesu, ile mavazi yote ya kuabudu sanamu, mavazi yote unaweka chini, ili wengine wanapokuona wanasema ya kuwa ikiwa kuna mtu wamekutana na Yesu ni huyu mwanamke. Maana huyu mwanamke wakati hajaenda kanisani, hapa mahali tunafanya biashara, huwezi kuuza ikiwa hiyo siku alikuja. Maka bakungu mbale karabali chiro bakungu bande batalikoni. Customer gojeji kaine gaiga. Ojoji kaine gaiga bonsire sukuma bakoni. Omanya kuroba tena ki jamii mando je moyole. Garan kwani wana makwani arombo sa garan kwani waronya kure. Mwabokire rogoro. Nanju tuarabokire. Twabuga toje chiro igatobeka beke iga torara gose mutokore kendi. Akiuru. Na unajua hata Biblia inasema ya kuwa mchongezi anatumia macho na mdomo. Omogengi gakutumia maisha orome lianza basi rendo lio sensinga one yentongo korati gamuguri ekiagara ntumanyaine oruoro ruyu tigwa onyengwa so mi gitabu kia merenganyo ngware kogenka ekiagara Biblia yote anguyo okorigia neri ibero botene ngumba koratiki korari giori. Je, vazi lako ni la ujongezi? Yaani ukiona mwingine ameinuka kiasi, ikiwa alipata pesa kutoka kwa jamaa fulani, alafu mara ya pili akihitaji pesa unaingia huku unasema mnajua ile biashara yake imeanguka, hivyo basi msimpee kama vile mlimpea. Lakini ndani ya kanisa upo na unasema usinipite Mwokozi. Wajongezi hawana nafasi mbinguni. Uenda ikawa wewe vazi lako ni la uchoyo. Yaani mtu kukula chakula yako sio kitu rahisi, ni kama ajali ya ndege. Ndege ndaisige kugwa. Matukutaliko ba mange tutana kunge ndege ya gule. Epikipiki rende. Eko uovyo. Wana bantu bali bakaranze dini lakini konyuno onyenero goli yaye na ajali ya ndege. Lakini imeye kanisa no akora tegi. Hande na hara ko tenga nyasa oitonege tare wotamero eme chando gokonye kakore ange eme chando ende yonsi. Yani ako tenga nyasa nige tare ile hali yeye kwake. Hata yatima anayeishi huko anamwambia Mungu ya kuwa Mungu nisaidie, nitakapotoka hapa nisirudi hapa tena maishani mwangu. Maana hajasoma Exodus ajue ya kuwa ukimtesa yatima, na mimi pia waume zenu nitawaua kwa upanga. Watoto wenu wapaki mayatima na wewe upaki mchane. Mungu atusaidie kila mtu atambue vazi lake katika maisha haya, ili unapochua vazi lako uende kwa Mungu, umwambie kwa Mungu, mimi niko na vazi la ABCD. Mimi uenda ikawa ni mkutano katika kanisa lako, katika Wakristo wengine wanaponiona hawana tamaa ya kuenda kanisani. Wanasema ya kuwa ikiwa hii kanisa ndio itapeleka watu mbinguni,
wacha ikae. Wanasema ikiwa na huyu mwanamke ataenda mbinguni, hivyo basi mbinguni is free of charge. Maana wanapokuona wanaona wao mahali walipo wako sawa kuliko wewe. Bartimayo akikuja kwa Yesu, Yesu anamuuliza nikufanyie nini? Bartimayo anamwambia ya kuwa mwalimu, nipate kuona. Bartimayo akipata macho ya kuona, yeye kazi yake ni kufanya maneno yake, sio maneno ya watu. Lakini kazi yetu sisi kama Wakristo tukiwa ndani ya kanisa, ndio tunaomba Mungu atupatie macho ya kuona, lakini haya macho yanatusaidia kuona dhambi na makosa ya wengine. Mhubiri akihubiri, mama amekaa ndani ya kanisa, alafu akisikia mhubiri ametaja uchawi, anainuka kiasi. Anaangalia ya kuwa mhubiri ndio roho imeleta uchawi leo. Anachemima huko ni mchawi kupita kiasi. Kumbe alikuwa kanisa, amesikia kwa masikio yake. Kidole. Alafu mhubiri akitaja wizi, anainuka kiasi, anaangalia anasema mchungaji fulani kumbe leo alikuwa kanisani. Amesikia, maana yeye ndio nilimsikia, yeye ndio mwizi. Kidole. Wacha mhubiri ahubiri maneno ya uchongezi, maneno ya kusengenya wengine. Mama anaangalia chini, anasema aliyeita huyu mhubiri ndiye alimwambia haya maneno yote. Angeyajua, maana yeye si mkaaji wa hapa. Haya ndio yametusumbua. Wewe uko ndani ya kanisa kusikiliza mhubiri anahubiri nini kuhusu dhambi za wengine, lakini dhambi zako zikitajwa unasema aliyemuita ndiye alimwambia. Mbona dhambi za wengine roho inaleta, halafu zako roho izilete? Na unaposoma kitabu ya Luke chapter 12 verse 12, Biblia inasema watawachukua katika masinagogi. Saa hiyo mimi ndio nitawapa maneno ya kuongea. Mbona yako yasikuje siku hiyo? Na hiyo ndio kitatufanya tuende jehanamu sisi sote. Ekero Bartimayo koegwa maizo yokorora. Tari koegwa rori bibia bantu bande. Iga koegwa erigarigie roho nyene. Amona abantu benyumba yaye. Hata unaposoma Joshua anawaambia ya kuwa ikiwa nyinyi hamtamwabudu Mwenyezi Mungu, mimi na nyumba yangu tutamwabudu nani? Sasa mbona wewe umepewa macho ndio, badala uangalie dhambi na makosa ya familia yako, unaangalia ya familia ingine. Unasikia mtu akisema ikiwa na ile familia nayo pia inaenda mbinguni, familia yetu tutaenda sisi sote mpaka mlevi. Wewe tangu karanse kaniso ikense asoko na gotegeranga mbibe kibia kuanwa. Hapa ni birika, mahali malaika wa mbinguni anashuka, alafu anatipua maji. Anayetangulia kuingia ndani ya birika wa kwanza anaponywa kutokana na ule ugonjwa alikuwa nayo. Ikiwa sasa hapa tumekuja birikani, mbona wewe unashinda ukiangalia ugonjwa wa wengine, na ile hali na wewe pia ni mgonjwa? Na ndio maana Ayubu anauliza, je, itafaa Mungu akitutafuta sisi ajue vile tulivyo, ama tunafikiria tunamdanganya? Ayubu akubulinga ine amangana aona abamaya kira abenga Nyasaye ngutuligiare atumanya buna tole. Ndio huyu ni mchawe, yule ni mwizi. Wewe ni nani? Wewe dhambi zako ni gani? Yani oroje nganonya no kona kuya abantu ebigocha kona kusimura abantu ebinera ayatoroje ngebi nebibe ebyoligereti mbiri byoli biri byakwanetu. Ndio maana Wayahudi wakiingia hekaluni wanauliza Yesu, huyu mama tumempata red handed. Kinachonishangaza ni red handed ndio, with who? Hiyo is a question. Go and ask by yourself. Sasa kulingana na Torati la Musa anafaa apigwe mawe. Wewe unasema nini? Yesu akawaambia yeyote yule hajatenda dhambi awe wangapi? Wa kwanza.
Alafu tena mwingine tena akainuka akamuuliza, unajua kulingana na Torati la Musa huyo mama anafaa akae moja huko hema. Wewe unasema nini? Unajua unatuchelewesha. Alafu tena akainama chini akaanza kuandika. Omete Susana si bibi yako, lakini mulikuwa na yeye huko Kisumu. Nyanjama Otuoli sio bwana wako, lakini mulikuwa na yeye Nyangosu. Sasa kuangalia wakashangaa ya kuwa na huyu ni nani anajua vile tulimekuwa tukitenda. Yaani ni kana kwamba ni vile sisi hatuchakutwa red-handed. Ndio basi Mungu atusaidie. Tunapokuwa na hitaji la kumuomba atupatie macho ya kuona, tuyatumie haya macho kwa kuona dhambi na makosa yetu, tusiwe watu wa kuhukumu wengine, maana hukumu yatusubiri mbinguni. Haleluya. Hivyo basi Mungu atusaidie. Unapotoka hapa, mwambie Mungu ya kuwa nimeshinda nikiangalia wengine dhambi na makosa yao, ile hali nimesahau yangu. Na hivi leo nimegundua ya kuwa unahitaji mtu wa kuangalia vituko vyake. Naomba unisamehe mahali nimekuwa kizuizi kwa wengine. Naomba unisamehe mahali nimekuwa mkutano huko kanisani, nimezuia wengine wasikuje kanisani. Naomba unipatie macho ya kiroho ili niweze kuona dhambi na makosa yangu, ili unaporejea mara ya pili nipate nafasi katika kiti cha enzi. Haleluya. Mwenyezi Mungu awabariki. Na woliwe na kindaralye asamanyinga yengondi kawoliwa. Tusimame tuimbe huu wimbo. Mwande binenge Swahili mokatera lene mokatera 35 na nje ntera 44. 35 kwa Kiswahili na 44 kwa Kikisii. Na 35 Kiswahili. Kowali wango kase Yesu kobu aburanda kwane obora buwo koba kwaye na momenye na njeboli kobo
buya mana singe chokwa kwandra mana intwe aseruge kuigweka maiga twamenyire obogimo bobe twamenyire buna party maya amenye tarengo muko ngano nyane kero gwatoboririe na inde nabatogendrete komenya bune meuko buya mana singe chokwa toene keiringe kero gwatoboririe igotu gotiga chianga chiria twabwate tobeke buna party maya begete inse ende kero togokora emeremo yao toba abantu bomunguso abange bachasore batatebiriringana biamana senge nchugwa toro keiringe kyoganetie no gwitia kurwase chinkoro chaito na kwemanyanga intwe n'abanyabibe erinde tuliya mabera kurwasore totige kona kurigereria ibi by'abantu bande ekiagera igore karera ike kero omonto garagambigwe korengana bunare gokora bono tokonye guchakira rero monene kero tukurwa amangana yatu yabeka se bikorwa erindo monene to korora kwaime erinde torore ibi byaitu tweitu tochasore gwetera soko menya gwaito ogokwana gwaito ogotara gwaito toba abantu bomunguso erinda abange bachasore ekero kirine bulutwa bwenya orera banga sirigesa bono kabamo nentu kutugwatandekana goikana inde kerora robiri tumerane na kuosaba si eso yoromotorio ito.